ashatema damu. Kuna mtu ashatema damu. Wasalamu waenda kuoa. Tuko 50 ngapi? 58. 10,000 mara 58 580. Imeisha leo, hamna haja ya chenchi wa nini, 10,000 kamili. Mambo vipi? Habari kwa mara nyingine tena, karibu sana kutazama video hii ya vlog kutoka kwangu mimi Swahili 25. Leo niko eneo la Ubungo kama ambavyo unaona. Ile eneo maarufu sana hili, Ubungo. Joni Kijazi hapa interchange. Wengine wanasema flyover. Niko na washikaji zangu wazee wa masafa. Wana Nzengo tour, wazee wa mabiker. Bike life. Umeona kama unavyoona leo. Tuko hapa eneo la Ubungo. Tunasubiriana na washikaji zetu ambao wanatokea Bunju, ambao ni Bunju Bikers, na watu wengine ambao wanatokea maeneo tofauti kama Mbezi na Kawe, Kinondoni. Tunakutana hapa leo chini ya daraja hili. Na kuna timu nyingine ya pili ambapo wako Tazara. Tutaenda kuwapitia baadaye, utaona, ambapo tutaelekea Pugu Kazimzimbwi. Jina gumu sana, sijui kama nimelipatia. Lakini tunaenda kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani. Tutaenda kujionea mazingira halisi ya kule. Kama ulitazama video iliyopita, tulienda Bagamoyo pale Kaole kwenye magofu ya kale. Tulifanya vitu vikubwa sana. Niko na coordinator ambaye ametuorganize watu wote hapa. Natamani ajitambulishe jina. Kama ambavyo unaona washikaji wana mitoko yao, wamependeza. Wana Nzengo tour kama ambavyo unaona. Unaona? Wanangu mabaika. Tuko na coordinator hapa, atuambie jambo. Inakuaje? Kama kawaida. Hebu washa moto. Kama wewe utaki, kama usikii. Hebu watishe kidogo, akateleza. Hebu tuambie ndugu yangu. Umefanya kitu kikubwa sana kukutanisha watu wa bike. Na tumekuwa kama familia moja. Na watu wengine kama ambavyo unaona wazidi kuingia. Chuga. Yaje. Umefanya kitu kikubwa sana. Tumeanza kuwa familia moja. Na leo kwangu mimi ni trip ya pili, japo wengine washafanya trip zingine. Tuambie ulifikiria nini mpaka ukaanzisha ile watu? Ndugu yangu Mwanzengo, kikubwa ambacho mimi nilikifikiria ni kutengeneza network. Yaani hiyo ndio aim, kwa sababu naamini unapokuwa unafahamiana na watu wengi, basi unakuwa kuna wepesi fulani katika mapambano yako ya maisha, kwa sababu kila mtu ana ujuzi wake, kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana shughuli yake. Huwezi jua wewe unachokiwaza kukifanya, labda kuna mtu anakijua vizuri. Kwa katika mikusanyiko hiyo ikawa chachu ya wewe kufanikiwa kila mmoja. Kwa hiyo shughuli kubwa ilikuwa kutengeneza network. Hilo kuna wale jamaa wanasemaje, yani haya jamaa anaweka mafuta anaenda kuzurura tu. Unapoteza hela. Kama una akili mgando, akili yako imeganda, akili yako inawaza ndani ya duara, basi lazima utaona hizi safari hazina maana. Siku zote ili uweze kupata kitu lazima utumie kitu ili uweze kuingiza kitu. Uweze kupata kitu kama utumii kitu, kwa sababu kitu ndio kinaleta kitu. Sisi unanielewa hiki kitu? Hebu washa kidogo. Washa. Leo tunaelekea wapi? Bwana, leo tunaelekea Pugu Kazimzimbwi. Kule Pugu Kazimzimbwi ni eneo la kama la hifadhi, kama msitu.
mle ndani kuna vivutio mbalimbali, kuna ngazi tunaweza tukapanda, ni azifu tunapanda mlima Kilimanjaro, lakini sio mlima Kilimanjaro, tunapanda juu kule juu tunaweza kuona kilele Dar es Salaam nzima utaiona. Kuna michezo mbalimbali mle, kulenga mishale, kuendesha mitumbwi na vitu kama hivyo yani, unanielewa ndugu yangu. Nimefurahi. Na tuko hapa tunasubiri kitu gani ambacho tunafaa, tumechelewa mpaka sasa hivi hatujaanza? Na bado tupo ndani ya muda, kwa sababu tulikubaliana saa 5 kamili ndio tunaanza safari, na kwa mwitikio huu inaonyesha ni jinsi gani tunaongea lugha moja, au sio bwana? Kwa sababu last time haikuwa hivi hadi muda huu unafika. Last time tulikuwa wachache, si 4, lakini leo unaweza kuona watu wameongezeka na tutazidi kuongezeka zaidi na zaidi, ili jambo liendelee kuwa kubwa zaidi kabisa. Basi wakaribisha watu wengine ambao wanatamani kujiunga na Wananzengo Tour. Bwana, kama unataka kutengeneza network ya watu wengi, sawa, ili uweze kurahisisha maisha yako, hebu washa moto, washa moro. Watu wasiogope, hata watu wa TVS wapo, vibao vya mbuzi vipo, kuna sinyorita, sinolei. Kwa hiyo wale ambao wanatamani kujiunga na sisi mnakaribishwa, ili uwe memba katika kundi letu, unanunua t-shirt ya shilingi 25, inategemea na size, au sio bwana? Baada ya hapo unakuwa memba, na namba ya simu watajia hapo hiyo. Namba ya simu ni 0716812003, au kiwepesi unaweza kusema Tigo ya 16812003. Unatuma message kwenye WhatsApp, unaandika masafa. Unaandika masafa, mimi nitakuonyesha elewa tayari kwamba wewe ni nani. Na leo sio mwisho wa trip. Trip ziko nyingi. Yaani baada ya trip hii inakuja trip nyingine, ilibidi iwe Weten. Sema kuna watu wengine wamependekeza kati ya Weten au Mbuja, twende wapi? Kwa hiyo tutadiscuss, alafu tutasema wapi. Ila kuna trip ya Mbuja au Weten, kuna trip ya Tanga, kuna trip ya Kilwa, kuna trip ya Dar es Salaam Zoo, kuna trip ya Moshi ambayo ndio itakuwa trip yetu ya mwisho. Mpaka Arusha hiyo. Mpaka Arusha hiyo. Dingi. Tunakuja huko. Majalizo tunakuja huko Chuga. Washa. Tunakuja huko. Tutakuwa tuko na mkuu Oscar, ndio atakuwa mwenyeji wetu huko Arusha hiyo siku ambayo tunakuja huko. Na hatutaki magari. Ni pikipiki. Kule nini? Kisiwa cha nini? Kisiwa cha kiko mbele huko Kilo. Pentoka ni bado haiko honi hapo. Basi sawa, tukutane baadaye, au sio? Tunaelekea Tazara. Wakishafika wenzetu kutoka Bunju Bikers, wakifika tunaelekea Tazara kuwapitia wenzetu wako pale, wanatusubiri kama ambavyo unaona tuko Ubungo. Hebu washa kidogo. We are proud. Oya bigi. Yaje hapo. Kama kawa. Migudi. Uko vizuri mwanangu. Mpaka magadi umeng'aa mwanangu. Umetisha. Umeng'aa. Trip yako ngapi leo? Ndio trip ya kwanza. Trip ya kwanza. Unataka kupata experience leo. Kupata experience. Safi sana. Vijana wote. Na unatokea upande gani? Umetokea upande gani? Natokea Kinyerezi. Bwana, Kinyerezi, Ubungo. Basi sawa ndugu yangu. Familia, kama ambavyo unaona watu wanazidi kuongezeka, wanazidi kuja, tunazidi kuongezeka ili tuweze kuelekea. Yaani hata kichukua, kwa sababu kidogo hata kichukua mtu anamchukua hapa, afiki huko kote. Wananzengo, hebu washa moto. Hatari sana brother. Umeng'aa mwanangu. Mnyamwezi kama kawa. Bwana, so poa. Toa stendi. Familia imefika hiyo. Familia imefika kutoka Bunju. Oya, familia kama kaa. Bunju Bikers. Hatari kama kaa. Nyama nakubali wanangu, nakubali. Washikaji washafika kutoka Bunju. Sasa hapa ni muda wa kuwasha vyombo.
Kama ambavyo unaona mnyama wangu nimemvisha nguo mpya. Niko na kameramani leo, hatari. Sasa nilidai na redio. Sema si atakurushia. Usiwaze. Oya. Kama kawaida moto unawaka baba. Moto baya mboyo. Sogea. Funga. Nakubali mwana wangu leo umetupatia kwenye YouTube. Tumepoteana wanangu. Nasema nini nayo? Hapa tumekutana na wenzetu kama ambavyo mmeona, tumekutana nao njiani na kuna wengine walichelewa zaidi, tunawasubiri hapa. Wengine wametangulia kidogo, watasubiri mbele, lakini kama ambavyo unaona hapa tunawasubiri wenzetu hapa ambao wamebaki nyuma huko. Watu wanapiga picha za ukumbusho kama ambavyo unaona.
Waliotangulia mbele wale, waliopitiliza wamenogewa. Kuna mshikaji ametoka Kigamboni hapa, huyu hapa. Washa moto. Washa moto wa bike life, big dreams. Utajiri ni watu wewe. Hebu watisha kidogo. Watisha kidogo. Hebu huyu applaud. Inakuaje bwana? Kama kaa. Mungu ni mwema kabisa. Hii trip yako ngapi leo? Hii trip yangu ya kwanza. Ya kwanza, unataka kupata experience. Hatari, hatari. Moto unawaka leo. Moto unawaka. Haina noma. Kauli mbiu ndio ile ile. Big life, big dreams. Utajiri ni watu. Washa moto. Hawa ndio nilikuwa nawaambieni washikaji ambao walikuwa wanatusubiri Tazara. Wamekaa muda mrefu sana, walikuwa karibia wanakata tamaa, lakini jamaa ananiambia saa 5 ya kibongo inajulikana. Na kuna watu wengine wamechelewa, wako nyuma huko wanakuja, kama ambavyo unaona tunaanza kuongezeka. Nadhani unaona wao ni wanafanya mambo yao. Angalia roli leo. Yuko nje ya muda. Halo. Washikaji wengine wameingia, ni kama unavyoona akina Oscar kutoka Tabata. Oscar kutoka Tabata. Oscar kavurugwa. Oscar kavurugwa. Hatari, cameraman. Hatari. Balaa, moto unawaka. Acha bwana. Acha Mungu. Bwana, hii surprise kutoka Zanzibar mpaka Dar amekuja kwa ajili ya hii trip ya kwenda Pugu. Inakuaje mwanangu? Good. Good kabisa. Umeingia saa ngapi? Nimeingia leo asubuhi. Asubuhi kwa ajili ya kwenda Pugu. Nakubali mwanangu. Oscar huyu hapa. Mnyama kabisa. Hatari. Kameramani muone bwana. Muangalie kameramani huyu hapa. Tumetangulia mbele hapa kwenye mlima wa Gongo la Mboto kuelekea Pugu. Pugu Ngadani. Wakaji hapo chini huko wanakuja. Nataka uone safari ilivyokuwa mkubwa. Mbaya. Chombo na kibaki kipumziki. Nataka uone watakapokuwa wanakuja. Jinsi gani ambapo tuko wengi sana leo. Tumetisha sana.
Wanaanza kuja wale kule. Natamani uone video nzima itakavyokuwa, jamaa watakavyokuwa wanatokea kule bondeni kule. Kule ni Gongo la Mboto mwisho. Huu ni mlima ambao unaenda Chanika na Pugu. Mpaka Kisarawe. Washikaji hawa hapa kama ambavyo unaona. Wanakuja. Kama ambavyo wanaona tumefika hapa, kinachofuata ni
Kinachopata hapa ni utaratibu jinsi gani ambavyo tutalipia kwa ajili ya kukutana na matua guide waweze kutupeleka ndani kutuonyesha vivutio ambavyo vipo eneo hili. Alielezea akaniambia kwamba kuna watu ambao walipiga simu akaambia utaratibu shilingi 35,000. Kuna mwingine alikujaga zamani utaratibu shilingi 3,000, ndio sio 3,000 sio 2,000 au sio? Kiuhalisia kulingana na mgeni ambaye tunampokea na cha kwanza amekuja kwa ajili ya nini na pia anataka nini, au sio? Nimekuja kwa ajili ya nini na nataka nini. Kuna wageni wengine wanakuja wanataka kutembea kilomita nyingi, tunaita daiki. Kuna mwingine anataka azunguke katika vivutio vyote tu enjoy. Kameramani, au sio? Lakini pia kwa utaratibu ni kiingilio ni shilingi 5,000. Umebadilika, sio 2,000. Zamani ilikuwa shilingi 2,000. Kiingilio kama kiingilio ni shilingi 5,000. Sawa? Usafiri pikipiki iwe gari, kwa gari ndogo, pikipiki ndogo, zote gharama yake ni shilingi 5,000. Hizo ni rate kabisa za serikali. Yaani maana yake unalipa na unapewa receipt. Sawa? Yaani maana yake hivyo ndio maana nikasema kwa sababu ndani ya hifadhi kuna mwekezaji amewekeza. Faida yenu wenyewe. Lakini mradi sisi tumeonyesha kazi Mzumbwi, kuna vivutio hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mkitaka tuwe na nyinyi muenjoy. Sisi Bunju hapa kuna Bunju Bike Life, kuna Wanazengo Tour, lakini pia kuna Oscar Gereji. Hapa tuko makundi matatu. Kwa hiyo sisi wote tukipost, watu wengine wakiona, makina watu kila kundi na mashabiki yake watakuja. Kwa hiyo kina namna moja ama nyingine tutakuwa tumeongeza kitu ambacho sisi wenyewe pia tutakuwa tupate. Kwa hiyo sisi ili tupate ndio mtufanyie fair kwenye kiingilio. Sababu tunakuja kutangaza. Na sio hapa, tutaenda na sehemu zingine pia. Tushaenda Morogoro kule Choma Waterfalls kule tumeenda Bagamoyo, Kaole pale. Ndio tumekuja hapa Pugu, lakini tuna mpango wa kwenda Kilwa, kwenda Magoloto, kwenda Moshi kule Chemka na sehemu mbalimbali. Mradi kutangaza watu waende. Sawa, haina shida. Nadhani hapo watakukabidhi wewe kiongozi. Nadhani zote zipo kesho. Tuko 50 na ngapi? 58. 10,000 mara 58 580. Imeisha leo, hamna haja ya change wala nini, 10,000 kamili. Tunahesabiana sasa tujue tuko ngapi. Lazima tujue idadi. Lazima tuwezi tukaingia bila idadi. Utaratibu muhimu lazima tufuate. 23, 24, 25, 26, 27. 26 huyo hapo. 27. Wamezidi. Hapa 28. Huyu bado alisemweka. Huyu hapa. Tuanze upya bwana, tuanze upya. Hapa ngoma ishakataa. Au nenda pale moja. Kasimame kule. 2, 3, 4, 5 huyu hapa. 6, 7, 8 huyu hapa. 9 huyu hapa. 10 huyu hapa. Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Naenda kutoa chateni hapa, niingie ndani kama ambavyo unaona. Ingia ndani Pugu hapa. Huyu hapa. Hii hapa teni basi akateleza. Tunaingia ndani hapa. Hapa tunaingia ndani kwa ajili ya utaratibu hapo. Sisi tukachanganyana ambao hajalipa na ambao wamelipa wakachanganyana. Ambao hajalipa bado wako nje kule. Ukilipa unaingia ndani. Ukilipa unaamulika. Tunaamulika. Huyu jamaa kalipa bwana. Ndio maana kaingia ndani. Yaani ukilipa unaingia ndani. Kama hujalipa unabaki nje kule, Tumefanyiwa na punguzo pia sababu tumekuja kutangaza utalii wa ndani. Hii ni kama nilivyokuambia ni eneo la point ya kulipia, lakini eneo ambapo tunaelekea ni upande wa juu kule. Tutapandisha kama tuenda Kisarawe kule juu ndio tutakapoanzia ruti huko. Tacha mapikipiki manini huko milimani huko. Alafu tutapandisha huko juu kwenda kuona kilichoko ndani kuna nini? Huko juu kuna nini? Hapa ni eneo la point ambapo tunalipia, tukitoka tunaenda juu ambapo utapaona pia na wewe. Bike Life Big Dream. Watu wanazidi kulipia kama ambavyo unaona. Watu wanazidi kulipia.
Oscar kwanza alienda kisa. Ili mwenyekiti. Hamna. Nilikuwa nawaambia twendeni Pugu, twendeni Pugu. Kwanza yeye ataniingiza. Ili mwenyekiti. Kama ambavyo unaona sasa, baada ya kuingia ndani kufanya malipo na kila kitu, sasa hivi tunaelekea sasa kwenye point kule juu, eneo la kuingilia ndani hifadhini. Kama ambavyo unaona, tunaenda kupaki pikipiki kule juu, tuanze ruti za kuingia ndani huko, tuanze kujifunza kitu gani kiko huko. Washa moto baba, washa moto, washa. Tuko na Oscar Mnyama. Wazee wacheni. Niko na mabraza bwana. Leo kwa heshima. Kwa heshima baba. Timu yangu imekamilika. Niko na Team Boxer, Team Sinorai, Team TBS, wote ni wanangu hapa. Bado wengine wanakuja kibao. Umesema umebakia ngapi nyuma? Ya kutosha kama 30. Ai baba. Kwa hiyo baadaye tutaonyesha hilo vibe la kutosha. Cheki watu walifunga. Cheki kidogo kwanza ilipita. Hebu atishe kidogo. Hebu atishe. Kama ambavyo unaona tuko na Mpemba, yani katoka Zanzibar kwa ajili ya hii trip ya kuja Pugu. Ibonga trip bwana. Au sio? Bonge trip. Tuna respect sana. Mpaka sasa hivi tusha enjoy, afu tutaenda kuzidi kuenjoy. Mwanangu. Kama hivyo Wazalamu. Wazalamu waenda kuoa. Watukutane baadaye hapo ambapo utaona tunapoondoka na kila kitu. Mnyama yule pale amepumzika pale, amekula nguo mpya, amevaa nguo mpya. Amekula nguo mpya sasa hivi. Kabadilika mnyama huyu hapa. Mpaka helmet yake. Saizi kala nguo mpya. Watu wanawasha vyombo. Wengine washaanza kutangulia juu kama hivi. Kwa ajili ya kupaki pikipiki, napaki eneo hili. Kama ambavyo unaona, napaki pikipiki ili tuweze kuingia ndani. Na tumeambiwa ni kilomita 20, sasa sijui Tanzania ukweli. Wachelewaji kama kawaida, wamechelewa kutoka mjini hawa. Ambao nilikwambia mapema kuna watu ambao tumewaacha, walibaki kabisa. Sasa hivi ndio wanaingia hapa. Vyombo vimepakiwa, vyombo kama vyote. Kwa guide wetu. Usitupe taka ovyo, tunza mazingira. Guide wetu hapa. Inakuaje mkuu? Kama kaa. Good. Hakika sana. Guide wetu anaitwaje? Mimi kwa majina naitwa Ezekieli. Ndio. Bwana. Bwana, sio mchezo. Tuko hapa kwenye msitu ya Pugu. Ndio. Hakika sana tunakaribisha kwa heshima baba. Kwa heshima sana. Tunataka tupajue huku ndani, tujue historia. Hakika sana. Bwana, ndio kwanza tunakuja leo. Msitu huu wa Pugu. Ndio. Kwanza unaitwa Pugu Kazi Mzumbwi Forest Reserve. Lakini pia msitu huu umeanza mnamo, umekuwa rasmi kwa masuala ya utalii mwaka 2020. Ndio. Kwa hiyo imeanza kupokea watalii mwaka 2020 rasmi. Lakini msitu kabla ya hapo pia ilikuwa ni msitu mkubwa, lakini bado hajarasimishwa kwa masuala ya utalii. Lakini pia msitu huu unakuwa na miti ya asili, vivutio kama tunavyoona miti ya asili kabisa. Miti ni mingi, ni ya asili. Lakini pia hifadhi hii imepewa jina Pugu. Imepewa jina Pugu kulingana na aina fulani ya mmea ambao unapatikana humu. Kumbe ni jina la mmea. Ni jina la mmea. Mti fulani unaitwa Pugu. Mpugupugu. Tawaonesha. Sasa mti huu unaitwa Mpugupugu, kwa kisayansi tunaita Miletia puguensis. Sasa na hisi wakazi wa hapa wameshindwa kutaja jina Miletia puguensis, wakaita Pugu. Mpugupugu. Ndivyo tukatohoa jina neno moja kwenye Mpugupugu, tukaliita moja. Waswahili tena kwa kupunguza maneno. Nyinyi Waswahili. Ndio kama hivyo. Kwa hiyo karibuni pia kunakuwa na activities kama tulivyowaambia pale nyuma. Kuna kayaking, masuala ya kuendesha boti. Ndio. Pia kuna hiking, masuala ya kutembea umbali mrefu kidogo kwa miguu kwa ajili ya mazoezi. Lakini pia kuna michezo mbalimbali.
Tutaiona ndani huko. Tunapoingia ndani tutaenda kuona zaidi. Kuna mtu kanitisha bwana pale nje ananiambia kutembea kwa mguu kilomita 20. Ni kweli kweli ndugu yangu? Ile ni kweli. Kilomita 20 kidogo sawa. Ipo. Kile kulingana na muda sasa. Tutatembea zote. Hatutaweza kumaliza yote kwa kweli. Na jamaa zetu tumewaacha mbali. Hapa tuwasubiri. Sana. Tunawakaribisha sana. Ndio msitu wenyewe huu hapa. Watu ambao mjawahi kuja Pugu jamani, ipo Kisarawe huko juu kumilimani huko. Karibuni sana mje na ni bei affordable kabisa, waambie. Kwa Tanzania ile ndogo kabisa, achana ile kubwa. Kiingilio cha Mtanzania ni shilingi 5,000 tu. Umeona mambo. Lakini pia utamlipia tour guide 10,000. Masuala ya kayaking kwa kichwa kimoja cha Mtanzania shilingi 10,000. Kwa hiyo karibuni. Kwa mtoto ni shilingi 1000 ngapi? Kwa kayaking ni shilingi 5,000. Umeona sasa. Bei rahisi kabisa. Kwa hiyo karibuni sana jamani. Yaani ushinde kuja kutoa shilingi 5,000 rafiki yangu. Kuja hapo. Unakuja na usafiri wako. Au hata ukija na daladala unashuka Pugu mnadani pale. Unachukua kuna bajaji inaenda Kisarawe shilingi 500. Unakuja hapa mpaka hapa. Unashuka unakuja zako ndani. Kama unataka kuja na Bolt au una gari. Sana. Karibu tembelee vivutio vya Tanzania. Sana. Asante sana bro. Asante sana. Tunaendelea jamani. Sasa kama yule pale mwenye shati nyekundu. Hizo baba. Kwa heshima. Ustazi leo kavaa jinzi. Wananzengo, washe kidogo. Washa moto. Jamani, sio maandamano, watu wamekuja kutalii. Sio maandamano. Ni wewe tu. Ni mimi na ule mwenye kidazi. Simu zote zinaangalia. Nataka kunioshia hapa. Acha ndala wanataka kurudi. Bigi utaweza? Fanyaje? Ndani kilomita 200 mwanangu. Kwa mguu. Tutaenda tu. Kilomita 200 mwanangu. Hebu atishe kidogo. Big. Wachelewaji hawakosagi hawa. Wachelewaji hata darasani wanakaga mwisho. Kwa heshima. Wananzengo Pugu. Ni msosi hapa. Pugu. Hebu tuione. Let's go. Alafu tuko na mtoto mzuri hapa. Hatari. Ukifika kikosetu kazi mzungu au sio bwana? Tunazidi kuigana niko na mkuu au sio bwana Oscar Limo, Oscar Gereji au sio bwana? Mambo yalikuwa mazuri. Tembelea vitu pale pale katika hizo tunajua kile tunaambiaje. Baba milango leo ni indicator. Hizo sawa kabisa. Utakuwa pikipiki sije huko. Sasa nimeipia sana na pikipiki. Bonite site. Baba. Dogo tu ana. Kumbe kuna hadi samaki. Kama ambavyo umeona tumefika kwenye pointi ya kwanza ambapo tumekutana ili tuseme mto au bwawa. Bwawa hili ni bwawa. Hili ni bwawa? Watu wana enjoy. Kuna bwawa hapo. Japo niliambiwa hapa mtu haruhusiwi kuogelea kwa sababu kuna matope mengi chini. Hapa ni kuendesha mitumbwi kama ambavyo unaona watu wengine wanaendesha kule. Unaona wengine hapo kule mbele huko. Eneo zuri sana.
Kuna bonge la view sana hapa, angalia makasia. Kuna camp. Tutakuja kupiga picha hapa. Hatari. Kama ambavyo unaona tunaendelea kutembea kwa mguu. Tuko kwenye eneo zuri. Hatari sana, hatari. Pazuri sana huko. Miti ya asili yani. Haije kukatwa hii miti. Mapafu ya jiji la Dar es Salaam. Kabisa. Vitu wide. Sasa hapa tusikilizane. Tunakoelekea hapa sasa. Tunatakiwa tupande mlima hapa tuende Dar es Salaam viewpoint. Spend more than 1.3 km. Sawa? Lakini pia kabla hatujaanza ningekushauri pia uwe na maji kwa ajili ya kunywa. Kama mtu hauna maji, unaweza ukatembelea pale restaurant upate maji moja shilingi 1000. Bwana, ndugu zangu, tunatarajia sasa kupanda kwenye milima huko. Kama kutatokea lakini pia mkiwa tunatembea mtaweza mkamaliza maji. Naomba msitupe kopo. Msitupe kopo. Taniharibia mimi. Sikia hata ulivyosikia maji yalivyowahi. Sawa Kwa hiyo moja kwa moja kuna sehemu za kutupa takataka. Uhakika sana. Ila maji upande wangu. Tunapoenda ngoja nikuonyesha kama ambavyo umemsikia tour guide Atengwa. Tunapoenda ni juu ambapo tunaenda kuiona Dar nzima. Ikiwa chini itakuwa ni kilomita 1.3. Kumbe yule jamaa alikuwa ananidanganya. Ananiambia ni kilomita 20 rafiki yangu. Familia yetu imekuja kufanya jambo moja kubwa sana. Nataka usiniangushe, nione hizo chupa zinaanguka. Nataka nione hapo chupa zinaanguka. Mbona mimi naonekana tena? Huyu ni hata picha moja. Bwana yuko vizuri. Chukua video. Chukua video na unaona. Njoo kwa huko nyuma huko. Ndio pazuri ile ionekane ina nani. Safi. Safi. Oh, that's cool. Safi. Video. Jamaa kajitahidi, kapiga nyingi bwana. Iko vizuri. Video umekata? Asante grupa shika grupa bwana wanangu kwa heshima 80. Asante. Maisha ya muziki, maisha ya kazi. Ni hapa tu. Hebu atishe kidogo. Washa moto. Washa. Kazi mzumbwi.
Kubeba buku mda. Mpemba yupo. Ndivyo mwanangu. Asikiliza wapiga moyo. Jamani, Bigi imemwacha wapi? Abeba kwa 50 watu leo. Bigi imemwacha wapi? Yule. Mbona unaonekana? Yuko sopo. Watu ngozi zishaanza kuwa nzito. Mshaambiwa mstupe hizi. So poa yani. Hizi ngazi. Angalia. Bwana, mwenge hii hapa. Mwenge ile kule. Pole sana, pole. Washa baba, washa moto. Tumekuja na jombo. Wanangu nyie. Ongezeni sauti sasa. Hatari vibe kama vibe baba. Ukija huku unapotea. Iko eneo la burudani hilo, kama ambavyo umetazama hapo. Wauni wamefanya yao kwanza. Watu wamekata moto baba kwa heshima. Vijana ongeza wese. Sema ninachosikitika ni kitu kimoja. Rimo amekimbia na hela yangu. 50 kumbeba tuliongea. Kaingia mitini. Kanikimbia. Kabaki nyuma au kabaki nyuma aje. Watu wamefloat, wengine wale kule. Wapumzika huku pa moto ndugu yangu. Starehe ya gharama hii. Unatoa pesa na unaumia. Angalia. Utalii gani? Utalii gani? Unatoa hela na unaumia. Ajuta. Kinajuta. Pia ile kweli. Huwezi kupiga date. Yaani huwezi kupiga. Unatoa hela unaumia. Hatari. Poleni jamani. Nikipata kusupport hapa. Yaani hii ndio pointi ngumu zaidi, angalia huko juu. Yaani ndio pointi ngumu ya mwisho. Naamini hii ndio itakuwa pointi ya mwisho. Tunakula vitu fulani vya kuongeza nguvu. Maineje. Kushatema damu. Kuna mtu ashatema damu. Itakuwa sio kwenye timu yetu bwana, itakuwa pita njia. Kwenye pointi ngumu ni hii ya mwisho. Au kwa shatema. Sasa hivi. So poa. Nadhani unaanza kuona mji kule chini. Kule. Hapa ndo pa muhimu. Sasa pa moto tunapotoka sasa nyumbani. Bure tu mwenyewe unaweza bwana. Hiyo hela bure unaweza usije.
Maana tumefika. Tunafika eneo la mwisho, nataka nikuonyeshe panafananaje huku mbele. Angalia washikaji wamechoka yani. Wamechoka yani, wamechoka, watu wamechoka yani. Watu wamechoka yani, watu wamechoka. Tujachoka. Watu wamechoka yani. Angalia watu wametulia, watu wametulia, wamechoka. Watu wameshika vichwa jamani. Watu wamechoka yani. Hatari. Wanazengo. Tuwashe basi. Tuwashe. Washa moto. Washa moto. Watu wamechoka. Ngoja nionyeshe pointi ya msingi ambayo imetuleta hapa Pugu. Kazi Mzimbwi sisi. Hii hapa. Eneo la daa lote hili hapa. Paka kule kwenye gorofa kubwa pale Mwenge pale mawasiliano. Posta ile kule. Kama ambavyo unaona dai hapa yote iko chini. Kote dai hapa. Kisha tuleta huku tumekimaliza. Tunakuja kuchili mara moja, tunakaa hapa na washikaji, tunasikiliza muziki, tutapiga mastori, tunapanga trip nyingine ambayo itapata. Tukutane baadaye tujue kitu gani ambacho kitaendelea. Oya Mpemba. Kama kawaida, haina kupoa baba. Huko usije. Usije. Over. Oya washeni muziki baba. Moja kwa heshima. Hapa baada ya kutoka hili eneo tunaelekea eneo la mwisho kabisa. La kumalizia. Baada ya kukaa kidogo tukapumzika kama ambavyo umeona hii pointi, tunaenda eneo la mwisho huko chini. Tunaenda eneo la chini huko. Na kuna watu tofauti wamekuja huko, tunakutana nao njiani. Huko chini huko ndo tunaenda eneo la mwisho. Nipo Dar es Salaam view point juu Pugu naangalia vilima. Nipo juu milimani huko naangalia simu. Kama ambavyo umeona tumefika eneo la mwisho kabisa. Tunaenda pale juu. Tunaenda juu pale kuenjoy. Watu wanakula singeli. Wachache. Familia. Haina na bwana, kuna hewa nzuri hapa, kuna upepo hatari sana. Mazuri sana yani, hapo unaona daa nzima ni kuanzia hapa. Sio poa. Kama hapo unaona huko chini. Na yote unaiona. Watu wanapiga picha za ukumbusho kama unavyoona. Angalia, watu wanapigana picha za ukumbusho. Ile ofisi ya kwanza ambayo tulikuwepo wakati wa kupewa risiti. Kuna mtu anaweza akapredict ni wapi hapo? Hapa uongo. Hiyo ofisi ya kwanza ambayo tulikuwepo tumepaki pikipiki kabla hatujaja kwenye hifadhi. Sema wangu na pale. Muona kama kontena hapo? Hiyo barabara inapandia ofisi hapo. Kule. Mwanzo tulipokuwa mwanzo. Pikipiki tumeacha hapa. Muona yale makontena yale pamoja kwa moja upande huu. Ndio Chanika huko. Huko Chanika. Chanika huko. Pale tukuanzia mwanzo tuliporekodia video za kwanza pale. Huko ndio Chanika huko. Ile ofisi iko akasema? Pale kwenye makontena pale. Kontena pale unapanda hivi. Maana tumezungukia
tumetokea huko juu, tumetokea huko katikati, tumeshuka ndani huko. Bwana Soko, kama ambavyo umeona toka mwanzo mpaka sasa hivi tumefika mwisho, na kushukuru sana kwa kutazama video mpaka hapa. Ratiba yote inaishia hapa. Kitakachobakia ni muda ambapo tutamaliza vitu vyetu hapa. Tutakunywa maji, watakunywa soda, watakunywa nini, tutakula chakula ambacho kimebebwa, tutakula hapa baadaye. Tutakubaliana muda gani ambapo tunaweza tukaondoka. Mimi naitwa Swahili 25, ni follow kwenye mitandao ya kijamii. Usahau kusubscribe, tutaendelea kuona video zingine ambapo tutakuonyesha video ambazo tutasafiri maeneo mengine tofauti. Tuna mpango wa kwenda Lindi, tuna mpango wa kwenda Kilimanjaro, tuna mpango wa kwenda Arusha, tuna mpango wa kwenda Tanga. Na kama unapenda kujiunga na sisi, usahau kusubscribe, tutakupa maelekezo jinsi ya kujiunga na sisi. Tukutane video nyingine, na kushukuru sana kutazama mpaka mwisho video hii ya leo. Asante sana. Kama ambavyo unaona burudani, tumetoka juu milimani huko, tushachoka, lakini tunapata energy kwanza ya muziki. So poa mwanangu. Mpemba kaingia kati sasa. Bwana Sopo. Yeah.